Leo tupo na hii couple, mwanaume anaitwa Kelechi na bibi anaitwa Agatha. Sasa hawa washikaji wanaishi maisha magumu sana hapo mtaani. Kazi yao ni kuendesha daladala, mwanaume ni dereva na mwanamke ni conductor. Sasa shughuli za kila siku ni kama hivyo, wanaamka asubuhi, wanarekebisha gari bovu, kisha wanaingia mzigoni. Huku mzigoni kama kawaida, dereva anakaa kwenye majukumu yake na mama mtu anaanza kuita wateja kama conductor yani. Sasa wakati mama mtu anaita wateja, mshikaji anawasha gari aliwaki. Kelechi kabidi amuite Agatha, anamuita kwamba Agatha ili aje amwambie kuhusiana na kitu kilichotokea pale, lakini Agatha amebaki anaita tu wateja pale. Sasa Kelechi kabidi ashuke na kumfuata mpenzi wake pale ili amueleze kitu kinachotokea kwenye gari. Sasa wakati anamwambia, bibi anamwambia kwamba wewe endelea kuiwasha tu, itawaka yenyewe. Jamaa anamwambia kwamba haiwaki, nimejaribu mara kadhaa. Bibi anamwambia kwamba acha michezo hiyo bwana, wewe iwashe gari tuondoke na wateja, hatuwezi tukawashusha. Mshikaji akasema waambie wateja washuke na istoshe usiendelee kuwaita. Bibi anaendelea kuwaita tu, jamani wakaliako tuondoke. Sasa kwa sababu bibi alikataa kwenda kuwatoa wateja, mshikaji kabidi aende mwenyewe akawaambia wateja kwamba washuke, gari limezingua. Sasa wateja wameshuka pale, kuna wengine walikuwa washachukuliwa hela zao, anaanza kumdai Agatha, anamwambia kwamba arudishie pesa, lakini kumbe Agatha hakuchukua pesa ya mtu yoyote pale. Washikaji na wenyewe ni wauni tu, na haya ndo maisha yao wanaoishi kila siku yani, maisha ya kugombana na watu mtaani, maisha magumu sio poa yani. Karibu sana Film Africa Recap, kama bado subscribe na utano notification bell ili wa kwanza kupata notifications za recap mpya zinapotoka hapa kwenye hii channel. Upande wa pili tunakutana na huyu dada hapa, dada wa kishua anaitwa Angela. Sasa Angela anaongea kwenye simu, wanaongelea masuala ya biashara pale. Bibi anaonekana na pesa sio poa yani, ni wale mabibi fulani hivi, si unajua tena, watoto wadogo wenye pesa nyingi. Sasa baada ya Angela kuongea na simu pale kisha kakata, kuna mshikaji anakuja hapa. Mshikaji anaitwa Benny. Benny ni boyfriend wa Angela. Benny alipofika pale anataka kumkumbatia tu hivi, bibi akamkataa mzee. Oya, shida ni nini tena? Mshikaji akaanza kumuuliza mbona hutaki? Shida nini my baby mshikaji akaamua kupotezea tu, akamwambia kwamba hotea kitu gani nimekuandalia jikoni kule? Nimekuandalia chakula chako pendwa sana yani. Jamaa akamwambia nipe dakika 5 tu kisha uende ukale pale. Agatha akamwambia kwamba toka nje ya nyumba yangu. Mshikaji akamuuliza mimi au? Bibi akamwambia huyu wa nyumba yako hapo. Angela akamwambia kwamba hebu sio mpuuzi basi, toka tu kwenye nyumba yangu Mshikaji akamwambia kwa nini? Si ni nyumba yangu, kwa nini? Sasa mshikaji akaanza kujitetea pale, anamwambia kwamba kitu unachokifanya sio kizuri, umeondoka, umeniacha, umerudi, lakini unakuwa na hasira tu na mimi. Nishachoka na hizi tabia. Nimechoka. Yaani wewe ukinihitaji ndo unanipigia simu na kuja hapa kwako, alafu unakuwa unanifukuza tu kisha maliza shida zako yani. Sasa mshikaji akamuuliza Angela kwamba kwani mimi ni nani yako? Sio boyfriend wako au mimi ni toy boy? Bibi akamwambia kwamba unajua kwamba wewe ni nani. Sasa usianze kuniuliza maswali. Oya, mshikaji alichoka pale. Mimi toy boy Sasa mshikaji akamwambia kwamba mimi niko hapa kwa ajili yako, sipo hapa kwa ajili ya pesa zako Bibi akasimama akamwambia kwamba nishakwambia mara 1000 karibia, nishakwambia mimi na mahusiano sijui chochote kile, na mimi sipendi wanaume Kisha bibi akarudi tena akakaa pale. Mshikaji akaanza kujitetea, mimi sipendi pesa zako, mimi nakupenda wewe tu. Bibi akamwambia najua unapenda pesa zangu wewe, usinifanye mimi mpuuzi hapo. Sasa mshikaji akajisemesha pale, okay haina noma, ngoja nikachukue vitu vyangu niondoke. Bibi akamwambia kwamba hicho ndio kitu nilichokuwa nakitaka tu. Au sio? Na usije tena ukanipigia mimi, sawa? Bibi akamwambia kwamba wanaume kama wewe ni wepesi sana kuwapata, kwa hiyo au nibabaishi kwa chochote kile. Oya, mshikaji akaamua kuondoka tu pale. Upande wa pili huko kapo yetu tunamwona Kelechi amekaa pale anaongea na simu. Kwenye simu ni Nesi anamwambia kwamba unatakiwa umchukue dada yako huko hospitali. Hospitali sio sehemu ya kulelea watoto yatima, kwa sababu mpaka sasa hivi hujalipa bili za hospitali. Mshikaji akawa anasema kwamba kwa dadangu endelee vizuri, si anaendelea vizuri. Nesi akamwambia kwamba haijalishi, wewe unachotaka kuja kukifanya ni kumchukua tu dada yako, kwa sababu hujalipia kabisa bili za hospitali. Sasa mshikaji akawa ana cha kusema pale. Kidogo mpenzi wake akaingia pale, jamaa akakata simu. Mpenzi wake akamuuliza kwamba nini kinachoendelea huko? Ni hospitali huko, ananiambia kwamba nini kamchukua Amaka. Amaka amepona? Sasa kwa nini umekuita ndo kamchukue kama hajapona bana? Sasa hapa tunagundua kwamba mshikaji alikuwa na dada yake wanaishi naye hapo, na dada yake kapata matatizo makubwa sana. Tutagundua ni matatizo gani huko mbele. Sasa wakaongeongea pale jinsi ya kupata zile pesa, kisha usiku ndo kaisha kama hivyo. Tunarudisha upande wa pili huko kwa Angela. Oya, Angela anapiga simu, tusijua anampigia nani yani. Kisha Angela akashika simu yake pale akawa anatuma kama message hivi, alafu baadaye akapiga. Alipopiga akamwambia yule mtu kwenye simu kwamba umeshaiona pesa nilokutumia. Oya, upande wa pili ni Benny akaanza kumwambia mshikaji kwamba yani muda wote ulikuwa uniiti baby, sasa hivi unaniita baby. Kipindi nipo kwa nyumba yako umenifukuza hata hujaniita baby. Bibi akamwambia kwamba wewe nijibu kwanza, umepokea hiyo pesa? Mshikaji akaanza kumwambia mimi sipo kwako kwa ajili ya pesa, nipo kwako kwa sababu nakupenda Sasa bibi akamwambia kwamba unakuja nyumbani au hauji. Kisha Angela akakata ile simu pale akasubiri sasa kuona mshikaji atakuja au hatakuja. Mimi pia nasubiri nione jamaa atakuja au hatakuja. Upande wa pili kwa mshikaji analalamika kinoma yani. Nini kinachoendelea hiki Yani akinihitaji ndo ananiita, ananitumia pesa. Nesi mimi kwake nipo kwa ajili ya pesa au mimi sio jigolo. Sasa mshikaji kalalamika sana pale kisha akasimama akatoka pale. Oya, kweli bana. Mshikaji baadaye tunamwona ameingia kwa Angela pale. Oya, pesa tu. Bibi ni kamshangazi kadogo, si unajua tena. Mshikaji anaanza kujivutavuta ile kama hataki huko anataka yani. Bibi akampeleka chumbani huko. Sasa mida baada ya kumaliza kila kitu, Angela akamfukuza tena mwamba, akamwambia nisikilize, toka nje ya nyumba yangu.
Oya, hii noma sana. Mshikaji akaanza kujitetea pale, lakini bibi akamwambia oya toka, akamfukuza akamsukuma mpaka nje kabisa yani. Angela akiwashwa tu ndo anamuita mshikaji. Oya, so poa, mahusiano gani haya? Siku iliyofuata upande wa pili kwa kina Agatha huko sasa. Agatha kama kawaida conductor anaomba nauli pale. Kuna huyu mshikaji amevaa kepo anamzingua kinoma. Sasa Agatha anaomba nauli, mshikaji haelewi. Mshikaji anamchungulia tu huko nyuma. Agatha akamzaba kibao. Mshikaji naye akamrudishia. Sasa ikawa ni ugomvi pale ndani ya gari. Kisha wakatoka mpaka nje wanapigana tu. Mshikaji Kelechi akashuka pale akamfuata mshikaji, alimzibua kinoma, akakimbilia gongo ile akataka kumpiga tu pale. Kurudi anakuta mshikaji kashakimbia. Akaanza kumuuliza Agatha kwamba mshikaji kaenda wapi huyo? Wakamuelekeza kaenda kule. Nitamuua mimi anacheza na mwanamke wangu. Amekupiga wapi baby? Bibi akaanza kumwambia amenipiga hapa bwana. Sasa kulingana na kile kitu kilichotokea, Kelechi akagoma hata kuwapeleka wale wabilia wengine. Akamwambia kwamba bana mimi uko siendi kabisa. Wapatie nauli zao waondoke. Oya, washikaji wakaanza kumuomba pale. Bibi naye akamwambia bana tuwapeleke tu. Kisha mshikaji akakubali pale. Siku iliyofuata asubuhi mshikaji anajiandaa pale, anataka watoke na mpenzi wake. Sasa kidogo mlango unagongwa pale. Agatha akasema nani huyo? Wakaenda kufungua mlango hivi, akatokea ubinti hapo. Nimerudi. Washikaji wakabaki wanashangaa kinoma yani. Wamepigwa na butwa baada ya kumuona yule binti. Na huyu binti ndio Amaka sasa. Huyu ndio mdogo wake na huyu mshikaji. Tulisikia kwamba anaumwa, na anaumwa nini? Mbona anaonekana mzima sana hivi? Halafu kichwa chake kikawa kina sheki pale. Sasa kutakuwa kuna shida gani? Mida baadaye kama kawaida kazini huku tunamwona mshikaji amekaa na mawazo kinoma yani. Mpenzi wake yeye anaita tu wateja. Jamani Kariakoo Magomeni sijui wapi. Mshikaji amekaa na mawazo kinoma. Bibi mpaka akawa amechoka kuita pale. Kisha bibi baada ya pale akamfuata mshikaji na kumwambia kwamba siku ya leo haijakaa kama siku zingine kabisa yani. Panaonekana kama hakuna mtu ambaye anasafiri leo. Mshikaji akamwambia mpenzi wake kwamba wewe unadhani biashara leo ingekuwa nzuri? Mtu wa kwanza kumuona kwenye macho yetu alikuwa ni Amaka yani. Sasa unamaanisha nini na wewe kusema hivyo? Unahisi kwamba Amaka ndo katupatia bahati mbaya kukazini leo? Sasa washikaji waliongea maongezi mengi sana kuhusiana maisha yao pale. Mida ya jioni sasa tunamwona Amaka anaandaa chakula pale. Kisha washikaji wakaingia pale. Ile wameingia tu wakamuona Amaka akakaribisha chakula pale. Karibuni sana wafarume zangu. Mfalme wa England na malikia wa England. Nimewaandalia chakula kitamu sana leo. Sasa washikaji wakawa baki wanashangaa. Hii inawezekanaje? Na mimi mwenyewe nabaki najiuliza mbona wanashangaa. Sasa Kelechi akamwambia Amaka kwamba ngoja tu tukajiandae afu tukirudi tunakula. Hamjapenda chakula changu Hapana, tunaenda tu kuoga kisha tunarudi tunakula. Mtaoga baada ya kula. Sasa washikaji wakawa wanang'ang'ania kwamba waoge ndio waje wale yani. Amaka akakunja sura pale akamwambia kwamba mtakula sasa hivi au mtakula kabisa? Nimeweka nguvu zangu nyingi sana nipike hicho chakula kwa ajili yenu. Sasa washikaji wakajifikiria pale kisha ikabidi wapite kwenda kula tu, hawana jinsi. Amaka akafurahi kinoma yani, akanamwambia kaa hapa na wewe kaa pale. Kisha Amaka akamwambia kwamba sasa mnatakiwa mfungue chakula kwa pamoja Lakini washikaji wana wasiwasi kinoma yani. Kutakuwa kuna nini? Mbona mimi bado sielewi Amaka naye kana walazimisha tu. Fungueni chakula chenu sasa. Washikaji wakafungua, ile wamefungua tu hivi. Oya mawe. So poa yani. Amaka akawacheka akamwambia ni michezo hiyo. Amaka ni chizi mzee. Yani ni chizi kabisa yani. Sasa kutakuwa kuna historia gani kwa Amaka? Tuendelee kuangalia mwanzo mpaka mwisho wa hii filamu. Sasa washikaji wakawa wanamkazia tu macho pale Amaka. Amaka ameweza kucheka akaanza kusita na yeye akaanza kujihisi pale. Kwani haifurahishi Hamjapenda chakula changu? Hamjapenda chakula changu? Amaka akaanza kulia pale. Oya so poa yani. Kisha akaondoka tu pale. Washikaji wakawa baki wanamwangalia tu, hawana neno tena. Mshikaji baada ya Amaka kuondoka pale kabidi ashike simu na kumpigia Nesi. Akamwambia kwamba Nesi njoo mchukue Amaka. Amaka hajapona kabisa. Ndio uchizi umeongezeka yani. Kulingana na maongezi ya mshikaji, Nesi akawa anamwambia kwamba mpaka alipie ndo atamchukua. Mshikaji akasema nitajitahidi niwalipe pesa zenu lakini njoeni tu mumchukue Amaka yani. Amechezika. Asubuhi iliyofuata tunamwona kuna mdada anatembea hapa, kidogo akapola ile pochi pale. Upande wa pili alikuwepo Kelechi na mpenzi wake. Kisha Kelechi ikabidi amfukuzie mwizi tu. Kumbe aliyepola ile pochi alikuwa ni Angela. Angela amefika pale anapiga kelele kinoma yani. Angela akawa anasema kwamba kila kitu changu kipo kwenye ile begi pale. Passport yangu, kadi za benki, sijui nini, kila kitu. Sasa Agatha akawa anamwangalia tu kisha akamwambia kwamba na wewe unajibebeshaje begi vile Huyu Angela akasema kwamba hivi ataweza kweli kurudi na begi langu Kisha akafikiria akasema kwamba amemkimbiza, asije naye akachukua begi langu akaondoka nalo. Sasa akahisi kwamba labda mshikaji ile kimbia kula anaweza akachukua ile begi na akaondoka nalo. Mida kidogo tunamwona mshikaji anakuja tayari amelipata ile begi pale. Akafika, bibi alivyomuona alifurahi kinoma na akachukua ile begi akaanza kuresearch. Sasa Agatha akamwambia Kelechi kwamba hem tuondoke kwanza. Bibi akamwambia kwamba msiondoke kwanza. Lazima nikague vitu vyangu kwanza ndio nikuruhusu uondoke. Kisha bibi akajisearch pale baadaye akasema kwamba okay, kila kitu changu kipo sawa. Sasa nataka nikushukuru. Agatha akasema hakuna kumshukuru, wewe achana naye bwana. Sasa Angela akatoka kadi yake na kumpatia mshikaji akamwambia ukiwa na shida yote nipigie, namba yangu iko hapo kwenye kadi. Kisha Angela akamwambia jamaa kwamba na uhakika kabisa hautakutana na mtu kama mimi tena kwenye maisha yako. Hivyo tumia nafasi hiyo hapo. Kisha Angela akaondoka pale. Agatha akawa anamwangalia tu mwanamke vipi huyu. Kisha
baada ya pale nao wakaondoka pale, lakini mshikaji yupo nyuma anaiangalia sana ile kadi. Mida baadaye usiku sana naona washikaji wamerudi nyumbani pale. Wakawa wanabishana. Sasa walikuwa bado hawajaiona sebule ilivyokuwa. Walivyokuja kuona makochi yote yamenyanyuliwa. Sasa mshikaji akamuita Amaka amefika pale, jamaa akamuuliza, "Umefanya nini hapa?" Amaka akaanza kusema kwamba, "Nilikuwa namtafuta Chinedu." Mshikaji aliishiwa pozi pale, akaanza kumgombeza sana yani. Anamwambia, "Wewe vitu unafanya ni vya kipuuzi. Sijui nini, hem rudisha akili yako." Yani mshikaji na maisha magumu kiasi kwamba anaona dada yake anaumwa lakini anaona kama anafanya upuuzi tu. Sasa Chinedu ni nani? Na kwa nini Amaka anamtaja kila muda kwenye mambo yake? Mida usiku sana anamuona mshikaji amekaa na mawazo kinoma yani. Agatha amelala pale. Sasa mshikaji kashikilia simu kashika na ile kadi. Kidogo Agatha akaamka na kumuuliza kwamba, "Mbona umeshikilia kadi? Unataka umpigie yule mwanamke?" Jamaa akasema, "Hapana, naiangalia tu. Pia nimeona jina lake hapa na nimegundua kwamba anaweza akawa na kampuni kubwa sana yule mwanamke." Agatha akawa anamwangalia tu mshikaji. Sasa mshikaji akasema kwamba, "Vipi kama Mungu ndo amemleta yule mwanamke kwetu ili tupate bahati ya mafanikio?" Agatha ikabidi amke na kukaa pale, kisha akamwambia kwamba, "Unahisi kwamba Mungu anataka kusaidia kupitia yule mwanamke, si ndio ndio. Okay, mpigie sasa. Mpigie. Si unadhani Mungu anataka kukubariki kupitia yule mwanamke na tayari umeshajiandaa kwa ajili ya kumuomba akusaidie, si ndio?" Sasa mshikaji akaanza kujitetea, akaanza kusema kwamba lakini kasema kwamba kama tuna shida tumpigie, sijui nini, kaongea vitu vingi sana pale. Bibi akamwambia sawa mpigie. Mshikaji akaanza kusema hapana basi kama vipi ngoja nisimpigie tu tuendelee kulala. Sasa Agatha akaanza kumwambia kwamba wewe mpigie tu. Mshikaji akaanza kumuuliza, "Kwa nini nimpigie?" Bibi anamwambia piga. Kweli kabisa. Usije baadaye kanisha maugomvi kuhusiana na kile ambacho nataka kukifanya hapo. Bibi akamwambia wewe mpigie. Yani the way anavyoongea tu Agatha. Ni kwamba baadaye lazima ugomvi utaanzishwa tu. Mshikaji akasema kwamba haya napiga simu sasa. Au ngoja nitampigia baadaye tu. Hebu angalia hapa basi, hebu ona basi. Agatha anamkata hilo jicho mshikaji so poa yani. Mambo mwenyewe mpaka akajihisi akaona ninachokifanya hiki kitanitokea puani mimi. Mambo ikabidi alale tu pale cha kufanya. Sasa kila akimgeukia Agatha, Agatha apepesi macho anamwangalia tu. Lakini mpaka hapa tumeshagundua kuna kitu kinakuja kutokea kikubwa sana yani na kibaya kwenye maisha ya washikaji. Sasa siku iliyofuata mshikaji aliibia sana kisha akampigia simu Angela. Wakaongea pale. Sasa kidogo akaja Agatha. Agatha amefika pale kisha mshikaji naye akawa anakata simu. Akamwambia kwamba yote aliyoongea na Angela. Kisha akamwambia kwamba Angela amemwalika wakutane, waongee kuhusiana na swala la kumsaidia yeye juu ya nani? Ya Amaka. Kwamba mshikaji inaonekana alimwambia Angela kuwa ana shida. Sasa Agatha akamwambia kwamba haina shida, wewe nenda tu, mimi sina shida yoyote ile. Kisha mshikaji alivyosikia vile akaona ni good deal, kisha akakata tu mkate pale wakawa wanakula pale. Mida baadaye upande wa pili kwa Angela tunaona Angela anakuja kufungua mlango kisha anaingia ni Kelechi. Kelechi amefika pale akawa anashangaa tu ile nyumba, nyumba kubwa nzuri kinoma, hajawahi kufika mazingira kama yale. Angela akamkaribisha akakaa pale kisha baadaye Angela akamuuliza unakunywa kinywaji gani? Mshikaji akasema mimi nakunywa maji tu. Bibi akasema unakunywaje maji? Mimi sikuletei maji, nakuletea kinywaji ninachotaka mimi. Akaondoka kwenda kumchukulia kinywaji. Mida usiku sasa tunamuona Amaka amekaa hapa sebleni, akavishwa pete mzee. Sasa kidogo akaingia Agatha. Agatha amefika pale, Amaka akaficha ile pete. Sasa baadaye Amaka akamwambia kwamba nimechumbiwa. Agatha akamuuliza umechumbiwa na nani? Akamwambia Chinedu amenivisha pete. Bibi akamwangalia sana kisha akamwambia kwamba hicho kitunguu ulichovaa mkononi umekitoa wapi? Sasa baada ya pale Agatha akamuuliza kwamba vipi kakako bado hajarudi? Kabla hata ya Amaka ajibu chochote mlango unafunguliwa kisha Kelechi anaingia pale. Kalewa sio poa yani anayumba tu. Bibi akasema hiki nini tena? Mshikaji akafika pale akafungua vishikizo kwenye shati kisha akajitupa kwenye kochi akalala pale. Sasa wote wakawa wanashangaa nini kimemkuta huyo mshikaji. Kisha Agatha akamvua t-shirt na akatoka nje pale. Sasa Amaka alipobaki pale akaenda kumuonyesha kaka yake ile pete, anamwambia una pete yangu, Chinedu amenichumbia. Huyu binti kweli ni kichaa kabisa yani. Mida mchana tunaona gari la kina Agatha limefika pale likapaki. Kisha mshikaji akaanza kumuita Agatha. Amemuita bibi aitiki. Kisha bibi akamwambia kwamba nakusikia Agatha, toka tumeanza kazi leo uongei na mimi kabisa yani. Ni kwa sababu sina cha kuongea sasa. Bado unasema na mimi kwa sababu nilikuja jana nimelewa Usiwe na hasira na mimi basi, samahani sana na kuomba Kwa hiyo ndo maelezo yote ambayo umeona niambie mimi, si ndio? Sasa mshikaji akaanza kumuelezea pale kwamba nimeenda kule kwenye nyumba yake, nimefika pale nimeongea naye tu. Sasa nilipofika pale akaniuliza nakunywa nini, kaambia mimi nakunywa maji tu. Lakini cha kushangaza yeye akaenda akaniletea pombe. Akaleta ile chupa kubwa ile ambayo tumemwona kwenye tangazo Davido ameishikilia ile. Si unaijua ile? Agatha anamwangalia tu huyu mwamba, vipi huyu, ngoja ajichanganye hapo. Agatha akamuuliza kwamba baada ya hapo nini kilitokea? Hamna kitu kabisa. Na pia kwa Mungu kabisa hakuna kitu kilichotokea. KC, unajua kabisa mimi nimekuweka mkononi kwangu hapa, nimekushika kwa namna yoyote. Sasa usinifiche, naomba uniambie ukweli tu. Na kuuliza tena, baada ya kulewa ulifanya nini? Nilimwambia kuhusiana na situation inayomkuta Amaka. Sasa mshikaji akarudisha kwenye kumbukumbu ile siku kwa sababu tuliishia tu wameenda kumfuatia kinywaji. Sasa tunaonyesha mshikaji anakunywa pale huko anasimulia tu.
Sasa kwenye maongezi yake pale alivyosimulia ndo akasimulia kitu ambacho kilimkuta Amaka mpaka akawa kichaa. Akawa anasema kwamba Amaka alikuwa na boyfriend, sasa yule boyfriend wamedate muda mrefu sana. Mwisho wa siku imefika mpaka kipindi cha kutaka kuoana, lakini haikuwezekana. Mshikaji alimuacha na kumkimbia, kisha akaenda kuoa mwanamke mwingine. Ndio sababu ambayo ilimfanya Amaka akawa kichaa. Muda wote anakuwa anamuita Chinedu Chinedu, na mshikaji mwenyewe ambaye alikuwa anataka kumuoa ndio huyo jina lake, kila siku Amaka analitaja pale Chinedu. Sasa mshikaji akasema shida yake ni moja tu, anahitaji 80,000 ili apeleke hospitali mdogo wake atibiwe tu. Angela alivyosikia vile akamwambia shida yako ni 80,000 tu hakuna kitu kingine unachokitaka wewe? Jamaa akasema mimi 80,000 tu ndo ninayotaka hapa. Bibi akamwambia sawa nitakupatia, lakini kwa masharti. Inabidi unisaidie mimi, alafu mimi pia nitakusaidia wewe. Sasa mshikaji akawa anashangaa bado hajaelewa nini kinachoendelea hapa. Sasa nawezaje kukusaidia mimi? Bibi akamwambia kwamba nitakusaidia lakini kwa sharti unatakiwa ulale na mimi, na ukilala na mimi nitakupatia hiyo 80,000 yote unayohitaji. Hapana bana, mimi siwezi kufanya hivyo bwana. Kisha Angela akamwambia kwamba basi sawa, mimi sikusaidii chochote. Sasa mshikaji akataka kuondoka pale. Bibi akamwambia kwamba unajua nini? Subiri kwanza. Hakuna shida, nitakupatia laki kabisa. Lakini pia hiyo laki nitakupatia kila utakavyolala na mimi. Sasa maana yangu ni kwamba ikiwa ni kwa siku 10, hebu hesabu utakuwa na kiasi gani hapo? Si utakuwa umeshapata pesa nyingi sana Oya, Kelechi alifikiria sana yani. Na bibi akamwambia kwamba utakuwa umeshapata hela zako zote unazozitaka na utakuwa umepata na faida juu. Oya, kulala tu na huyu binti. Mshikaji amekaa kafikiria, kisha akaamua asimame tu aondoke pale. Lakini amefika mlangoni akawa na sita. Akafikiria kwa muda, kisha ikabidi aondoke tu pale. Baada ya hapo tunarudi kwenye muda wa sasa. Agatha anamuuliza mshikaji, kwa hiyo una plani kufanya nini? Hakuna kitu. Jamaa akasema kwamba ni kweli kabisa nina shida na hizo pesa, lakini sio kwa kufanya kile kitu. Mimi siwezi nikakuchiti kabisa yani. Kisha Agatha akamuuliza mshikaji kwamba vipi kama ningekuwa sipo na wewe na hujawahi kukutana na mimi, hauna mpenzi kabisa, yani in short hauna mahusiano yoyote yale, ungefanyaje? Yani ningekuwa sijaonana na wewe, sijafanya chochote kile. Ningeenda nikafanya kwa sababu sina mtu ninayempenda. Ningemlia tu pesa zake yule dada. Sasa Agatha akamwambia mshikaji kwamba okay, unaonaje ukaenda kufanya hiyo swala? Agatha, unamaanisha nini kusema hivyo? Umenichoka au unipendi? Bibi akamwambia kwamba sio kwamba sikupendi, nakupenda sana na nakuhitaji kwenye maisha yangu, lakini sipendi tunavyoishi maisha ya shida. Amaka anakutegemea wewe ili apate matibabu. Sasa kwa sababu nakupenda nimeamua kujitoa muanga tu. Nitafanya chochote kwa ajili yako, ndio maana nimekuruhusu uende ili mradi upate hizo pesa kisha urudi tufanye maisha mengine. Oya, je, wewe ungeweza? Na wewe pia ungeweza? Na wewe mwanaume ungeweza? Na wewe binti ungeweza? Na bibi akakazia mwishoni akasema kabisa, hivyo ndivyo jinsi ninavyokupenda mimi. Oya, upendo wa namna gani huu jamani? Mshikaji akawa amebaki anashangaa tu, hana cha kusema tena. Kweli bana, siku iliyofuata na mshikaji naye kashamaliza kumvumbula huyo Angela. Amelala pembeni ana majuto kinoma. Angela ana furaha tu, anamshikashika pale mwamba. Upande wa pili huko kwa Agatha, amekaa pale anafikiria yani, mume wangu sasa hivi anakunjua mtu. Akapiga kelele, akacheka mwenyewe pale. Akasema kwamba yani siku nikurudia afu wewe unitaki mimi. Yani akimaanisha kwamba mshikaji akishatoka kule aje warudiane afu jamaa mkatae. Sasa wakati anajiongelesha pale kidogo akaja Amaka. Alipofika pale akamuuliza uko sawa kweli? Bibi akasema nipo sawa tu. Upande wa pili uko kwa Kelechi ameshtuka asubuhi. Oya, akachukua tu suruali yake pale akawa anavaa. Kidogo akaja Angela alipofika pale anamuamsha na chai nzito mzee kama kamuoa vile. Sasa Angela alipofika pale akamuuliza mshikaji, unataka kuondoka? Jamaa akasema natakiwa niondoke, nina kazi ya kufanya. Sasa Angela akamwambia kwamba hauna haja ya kuondoka. Unajua nini? Baki na mimi siku kadhaa hapa. Siku 10 kamili na nitakupatia 2,000,000. Oya, mshikaji akabaki anashangaa tu, 2,000,000. Sasa mshikaji akaona mieyusho tu, akaanza kuvaa pale nguo. Bibi akamwambia kwamba unajua kwa kitu ulichokifanya jana usiku sikuwahi kufanywa na mwanaume yoyote kabisa kwenye hii dunia. Na hiyo ndio sababu mimi nakupatia hii ofa wewe. 2,000,000 kwa siku 10. Oya, mshikaji alibaki ametoa macho tu pale, hana cha kusema yani. Na bibi akamwambia kwamba usiwaze kuhusiana na malazi, kula, kulala, kuoga, sijui kuvaa nguo. Nitakununulia nguo nzuri sana yani. Na nitahakikisha unanukia sana yani, utakuwa wa kisasa zaidi. Oya, mshikaji ana neno aongee chochote. Mimi nasubia maamuzi yake, ataondoka au atabaki kwa ajili ya 2,000,000. Hatukuonyesha majibu ya mshikaji moja kwa moja. Sasa atakuwa amekubali au amekataa. Tunatupa mtaani huko tunamuona Agatha amekaa kwenye gari pale na washa gari haiwaki. Ikabidi ampigie simu boyfriend wake. Piga simu haipatikani. Piga simu haipokelewi. Kwa hiki kinachoonekana hapa ni kwamba mshikaji alikubali kubaki kule. Na ndio maana hataki kumpokelea simu mwanamke wake. Sasa mida usiku mwingi tunamuona Agatha amerudi nyumbani pale, amefika. Oya, anamkuta Angela anavyofanya vile. Alipofika pale akamwambia Angela, unafanya nini hapa? Angela akasema kwamba nakumbuka kipindi na leo ndo za kimila zile nilifanya hivi, nafurahi sana yani. Nilikuwa niko pale na Chinedu. Sasa Agatha akamwambia kwamba Chinedu hayupo. Maisha yako yote Chinedu ameshakuacha kitambo sana. Mkaa kwanza hapa chini. Akaanza kumpa somo pale, anamwambia kwamba Chinedu ameshaoa mwanamke mwingine, hayupo tena kwenye
maisha yani. Sasa baada ya kisomo kirefu pale akatoa chakula wakawa wanakula pale. Ndio kumbuka mshikaji hajarudi bado mpaka sasa hivi wamekula pale na nini. Oya, bibi akawa na mawazo sana yani, ajui nini cha kufanya. Huku kwa Kelechi wenyewe wamekaa usiku wanaangalia movie tu pale. Oya, kama mke na mume mzee. Sasa bibi akamsogelea kalala kwenye bega la mshikaji pale. Mshikaji naye amekaa amerelax kabisa yani. Simu inaita wapi mshikaji hapokei wala nini yani. Asubuhi ile tunamuona Agatha yuko na Amaka pale. Sasa Agatha anamwambia Amaka kwamba zichome hizo nguo zinakupatia kumbukumbu mbaya kuhusiana na Chinedu. Na ukizichoma hizo nguo na hakika kabisa akili yako itarudi itakaa sawa na hutakumbuka kitu chochote kile. Sasa wakawa wanazichoma zile nguo. Wao ndo wanaamini kitu kama hicho. Wakazichoma pale kisha bibi akawa analia tu Amaka. Agatha akamwambia kwamba mtoka hapa tuingie ndani huko tuache zenyewe zitaungua hizo. Baadaye mida ya usiku bibi amekaa pale ameshika simu tu ile. Amepiga simu haipokelewi. Yaani amekuwa sasa hivi ni mtu wa mawazo tu kama sio mume wake yule. Sasa wakati anawazawaza pale kidogo akaja Amaka. Amaka alipofika pale akamwambia kwamba naweza nikalala hapa. Bibi akamwambia haina shida wewe lala tu. Kisha Amaka akamwaga akamwambia usiku mwema. Bibi naye akamwaga usiku mwema. Lakini bibi ana mawazo kinoma yani. Upande wa Casey au Kelechi, oya, mshikaji anaenjoy tu. Anapapaswa kichwa na nini. Oya. So poa yani. Na mshikaji huku simu yake inaita tu anaisikiliza apokei wala nini yani. Sasa hofu ni ya nini? Huenda anaogopa kusema kwamba ameongezewa siku au ni nini. Si upokee tu useme nimeongezewa siku za kufanya kazi au. Asubuhi iliyofuata nyumbani kwa Angela huko. Angela anaingia pale kisha anamuita Kelechi. Kelechi, nimerudi nyumbani. Alipofika pale akakaa Kelechi akaja akamvua viatu bibie. Kisha bibia akamwambia kwamba na zawadi yako nimekuletea. Akatoa simu pale akampatia. Akamwambia kwamba hiyo ni kwa ajili yako iPhone 16. Mshikaji akabaki anashangaa pale. Hey. Kisha mshikaji akamwambia bibie kwamba kuna kitu kipo kwenye sofa hapo. Hem simama. Bibia akasimama hivi mshikaji akamkumbatia akawa anamshukuru pale. Oya, mshikaji ni kama naye ameshaanza kuingia kwenye penzi la bibie mzee. Na bibie naye akawa anamshukuru pale kwa upendo wake mwamba. Kisha Angela akamwambia mshikaji kwamba kesho usiku utakuwa na party ya chakula cha usiku. Tunatakiwa tukutane pale kila mtu akiwa na boyfriend wake na nategemea niende na wewe. Mshikaji akawa anajifikiria pale kisha bibi akamwambia kwamba tutaondoka pamoja sawa. Kisha Angela akaondoka pale. Mshikaji amebaki anatabasamu tu yani maisha hajawahi kuyaishi umwamba. Wale wanaoko kwenye group tukutane baadaye tuchati kuhusu hili swala. Kweli bana siku iliyofuata tunamwona mshikaji kapiga cute hapa. Oya akapendeza kinoma yani. Kisha bibi akawa anashuka hapa. Wamefika pale. Bibi anamwangalia mshikaji aamini kama ni yeye. Sasa huyu mwanamke naye kashaanza kumpenda mwamba. Mshikaji naye kashaanza kuyapenda ya maisha. Je, atarudi kule kwenye gofu lao au la? Baada ya pale tunaona wamesharudi. Bibi ana surprise kwa ajili ya mshikaji kamfunga macho. Kisha ilipofika pale akamfungua macho. Oya, bibi kaandaa mazingira fulani vya date. Sasa bibi in short anataka kumtongoza mwamba na akamwambia kabisa kwamba yeye anampenda, anamkubali sana. Mshikaji akakataa akamwambia kwamba mimi nipo hapa kwa ajili ya kazi na wewe mwenyewe unajua. Kazi yangu mimi nileta hapa, nikishaimaliza natakiwa niondoke. Sipo hapa kwa ajili ya kutengeneza mapenzi. Oya, mshikaji akasimama kwenye misimamo kisha akaondoka pale. Angela kabaki pale anawaza kinoma yani ameikosaje hiyo nafasi. Sasa upande wa pili kwa Agatha amekaa pale anawaza kinoma yani hajui nini cha kufanya. Ikabidi ashike simu na kutuma voice note. Akanamwambia Kelechi kwamba ni siku 8 sasa zimepita toka umeondoka nyumbani. Sijui kinachoendelea huko na sijui popote pale ulipo. Na wewe pia hujui ni kitu gani kinaendelea huko nyumbani. Nimekupigia sana hujapokea simu. Nimekutumia meseji umezisoma lakini hujazijibu. Na umeona meseji zangu, umeona missed call zangu lakini hujanipatia jibu lolote lile. Sasa mimi nilikuwa nataka kujua tu kwamba bado upo na mimi au hapana. Na kama ukinijibu hivyo voice note yangu nitajua kwamba kweli unanipenda. Ila usipojibu nitajua kwamba wewe haupo na mimi tena. Kisha Agatha akamwambia tu pale asante sana. Akastop ile voice note. Oya inauma Sasa baada ya pale kidogo akaja Amaka. Amaka alipofika pale akamwambia Agatha kwamba yule kijana ambaye tulikutana naye kule siku ile unamkumbuka amesema kwamba anataka tuende kwenye date. Sasa Agatha akamwangalia kisha akamwambia kwamba okay, kitu cha kufanya unatakiwa makini tu. Sasa baada ya pale Amaka ikabidi aje akae pembeni na kumuuliza kwamba Kelechi ameenda wapi. Bibi akamwambia kwamba Kelechi amesafiri. Kisha huyu binti akamwambia kwamba usinidanganye, naomba tu niambie ukweli kwa sababu unaonekana wewe mwenyewe haupo sawa kabisa yani. Sasa Agatha ikabidi amsimulie Amaka kila kitu juu ya mshikaji alivyokuja akamwambia kwamba kuna mtu ametokea anataka ampatie hiyo kazi ya kufanya hiyo mambo kisha atakuwa anamlipa. Kisha baada ya pale Amaka akaanza kusema kwamba yani kaka yangu anafanya hiyo mambo yote kwa ajili ya kunitibia mimi tu. Akaanza kujilaumu pale anasema kwamba yote ni makosa yangu. Sasa Agatha akawa anamwambia kwamba hapana sio makosa yako. Kisha Amaka akamwambia Agatha kwamba najua kwamba kaka yangu anakupenda wewe na hata kama ameenda huko najua atarudi tu.
Upande wa pili kwa Kelechi, mida usiku amelala pale, lakini Kelechi yuko macho. Kisha anakumbuka sauti ambayo alitumiwa na nani, na mpenzi wake. Ile ambayo anamwambia kwamba ni siku 8 zimepita, anatakiwa rudi nyumbani, na asipomjibu message yake atajua kwamba apendwi tena, sijui nini. Oya, so poa. Kumbe mshikaji alisikiza ile voice note bwana na hajajibu. Sasa asubuhi iliyofuata tunamuona Kelechi anajiandaa pale, anataka aondoke. Kisha bibi akaja akamwambia kwamba unaondoka? Jamaa akasema ni siku ya 11 leo, tayari nishamaliza kazi yangu, natakiwa niondoke. Na nakunja hizi nguo hapa, kila kitu chonunulia nitakiacha hapa. Bibi akabaki pale anashangaa kinoma yani. Bibi akamwambia kwamba usiwaze wala nini, hivi vitu vyote nikununulia kwa ajili yako tu, ondoka navyo, usinirudishie mimi. Au nataka uviache hivi vitu kwa sababu nilikwambia kuwa nataka ni date na wewe Usio na pressure bana, wewe fikiria tu. Unaweza ukachukua muda wako kafikiria juu ya mapenzi yetu mimi na wewe. Tunawezaje tukaanza? Bibi anamshawishi mshikaji wewe kwenye mahusiano. Mshikaji akamwambia samani kwa hilo, na hisi sitafikiria juu ya hayo mahusiano yetu mimi na wewe. Kisha Mwamba akaendelea kupanga nguo zake pale. Mida baada nyumbani tunamuona Agatha amelala pale. Kisha Kelechi akaingia na bibi akaingia pale. Bibi alipofika pale akaanza kuangalia ile mazingira pale na nini. Kisha akamsalimia Agatha. Agatha hakumjibu. Agatha akawa anamwangalia tu bwana wake. Kisha bibi akaanza kutoa maneno ya kashifu pale. Naona mmeoana dereva na conductor sijui nini. Kisha akamwambia tu mshikaji kwamba fikiria juu ya kitu nilichokuambia, mahusiano yetu mimi na wewe. Kisha akamwambia kwamba anamtumia zile pesa, na akamtumia pale na akaondoka akawaacha pale. Sasa baada ya bibi kuondoka, Kelechi akabaki anaangaliana sana na Agatha. Agatha amemwangalia, kisha Agatha akasimama akaondoka pale. Sasa Kelechi kabidi amfuate Agatha na mbembeleza kinoma. Agatha kwani anataka sasa, akamkataa kabisa na akamwambia nisikize, niache bwana, unanishikashika nini wewe? Sasa mshikaji akamwambia kwamba nimerudi nyumbani, lakini yeye akamwambia kwa umerudi nyumbani tukupigie makofi, tukufanyie sherehe, tuseme kwamba umerudi, ongera kwa kazi uliyotoka kufanya, si ndio? Ni mara ngapi mimi nimekupigia wewe upokee simu zangu? Walau basi hata ungepokea hizo simu, lakini hujapokea, hujajibu hata message Dharau gani hizo? Sasa bibi ameweza kuongea pale, akamwangalia mshikaji, kisha akaona mshikaji ana iPhone. Akamuuliza kwamba umenunua na simu sio? Agatha alalamika sana, akawa anamsema mshikaji. Kisha akamwambia kwamba yani mwanamke wako anakuleta hapa na anakuambia kabisa umefanya kazi nzuri sana na anakupenda, anataka mwe kwenye mahusiano hivyo una akili kweli? Agatha aliongea sana pale, ikabidi aondoke. Sasa mshikaji alipobaki pale akaanza kusema kwamba sasa jamani, nimefanya kazi, nimesifiwa, nikatae na kwani makosa yangu mimi kumfanya bibi anipende? Sikanipenda mwenyewe tu, mimi nimefanya kazi ile nipeleka pale. Upande wa pili kwa kimshangazi kipo na simu pale, kinapiga simu, kinampigia mshikaji kule. Kwani mshikaji anapokea simu sasa? Apokei. Bibi akaanza kuwaza pale, nafanya nini mimi? Sasa upande wa pili kumshikaji bahati nzuri kapokea simu, lakini kwa kujificha sana yani. Kisha mshikaji akamwambia Angela kwamba nisikilize, umenipigia simu usiku wa manane sana na sipendi sana hii tabia yako. Kitu cha kwanza nikwambie tu, kwanza mimi nampenda sana mwanamke wangu na sipo tayari kuwa na wewe. Yote niliyofanya nimefanya kwa sababu na sitegemei kama itakuja kutokea tena yani. Kisha mshikaji akakata simu pale. Sasa wakati mshikaji anaongea yote yale, bibi alikuja pale akanyatia, kisha akawa anamsikiliza tu. Jamaa alivyokata simu akamgeukia mwanamke wake, akaanza kuona ile si unajua amefumwa na nini. Bibi akamwangalia sana mshikaji naye anamwangalia. Mwamba ile yani anatetemeka, si unajua namna fulani hivi. Bibi akamwangalia ile akamwambia kwamba unakuja au hauji. Mshikaji akaelewa kodi, akamfuata pale. Mshikaji alipofika pale akamwambia kwamba usiwe na hasira bwana. Bibi akamwambia kwamba wewe ndio mtu pekee ulienda kulala na yule mwanamke kwa ajili ya milioni 2 naira. Kisha wakacheka pale wakakumbatiana. Mshikaji akiwa anasema kwamba lakini ndio ulinifanya nikaenda. Bibi akasema kwamba lakini wewe si ndio ulikuja na hiyo idea. Na bibi akamwambia kwamba sasa kama nikikwambia weke mikono kwenye moto ungeweka? Mshikaji akasema kwamba lakini huu sio moto, hivyo siwezi nikaungua. Umeelewa hiyo kodi? Lakini asubuhi iliyofuata huku kwa Angela analalamika kinoma. Hakuna mwanaume yeyote ambaye amewahi kuniacha mimi, na akaondoka hivi hivi yani. Mimi nitafanya chochote kile. Sasa yule rafiki yake anamwambia kwamba sasa utafanya nini? Jana watu ndo kashaondoka hivyo na kashakwambia akupende, utafanya nini? Bibi akasema kwamba nitafanya chochote kile nimpate. Nitampa pesa tu. Pesa inaweza kununua kila kitu. Rafiki yake akamwambia kwamba kwa nini unataka kununua upendo wake, si ndio? Bibi akasema ndio, nitaununua tu, nitampatia pesa, nitampa kila kitu anachokitaka, wewe ngoja tu. Sasa nyumbani huko kwa kina Agatha, Kelechi na Amaka wamekaa pale wanafurahi kinoma, wanacheza karata na nini, si unajua familia imerudi kwenye furaha tena. Sasa kidogo mlangoni akaingia huyu bibi Angela. Alipofika pale akawasalimia tu kwa dharau, si unajua tena. Akawa anamuonyesha funguo ya gari mshikaji, anamwambia kuna gari yako hapo nje nimekununulia. Alafu istoshe nataka nikuhamishe kwenye huu mjengo hapo. Amaka akamwambia mtoa mkono wako na nikinga wewe naye. Sasa bibi akawa anakazana pale, twende ukaishi maisha mazuri. Muangalie Agatha, yani Agatha hapo miguu inawasha, yani anatamani anyanyuke amvute ile wigi hapo juu basi tu. Sasa Angela akaanza kuongea maneno ya ajabu pale. Nitakutoa kwenye nyumba chafu kwanza sijui nini. Mshikaji akakataa akamwambia mimi sitaki chochote kile. Bibi akaendelea kumlazimisha. Amaka akasimama pale akamwambia kwamba kaka yangu amesema hataki, uondoke.
Sasa raundi hii Agatha akashindwa kuvumilia, akasimama hapa akamwambia, "Madam, kwa muda gani tunakuambia kwamba jamaa amekataa usikii? Toka nje basi, unatukera huko ndani." Oya, walimfukuza pale bibi akamtoa huko nje yani. Siku nyingi sana zimeenda, tunaona wamekaa pale familia nzima na amekuja boyfriend wake na Amak. Amefika pale akawa anaongea maneno yake na kusema kwamba kila kitu kuhusiana na Amak anakijua sasa hivi na yupo tayari kumuoa. Kisha akasema kwamba atatoa zawadi ya kiasi cha milioni 2 Naira kwa ajili yao. Oya, washikaji walifurahi sana yani. Yule jamaa akamwambia kwamba hiyo pesa itakuwa ni kwa ajili yenu tu, mtaangalia kama mtarekebisha gari lenu kwa ajili ya kufanya kazi au kama mtaamua mle tu nyewe. Oya, walifurahi sana pale. Kisha Amak akamchukua Agatha wakatoka pale, wakawaacha wanaume wawili wakawa wanaongea pale. Washikaji wakaanza kuongea mambo ya kiume tena, si unajua tena. Hii movie inaishia hapa, inaitwa Wheels of Love. Kama bado unatazama movie nyingine, karibu sana kwenye channel yetu na usisahau kusubscribe, kuturn on notification bell ili wa kwanza kupata notifications za likapo mpya zinapotoka hapa kwenye hii channel. Karibuni sana na wapenda sana. Ciao.